inahitaji neema ya Mungu ikusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na hiyo neema ipo, maana maandiko yanasema imefunuliwa kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha neema. Maandiko yanasema majira yapo na yanakuja. Hii neema itakuwa haipo. Utamwona mtu amesimama kama mimi anakuelekeza njia hii nyembamba. Utatafuta hata maandiko, hata Biblia utaiona. Kwa nini? Kipindi cha neema kimepita. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mpendwa, tumia nafasi uliyo nayo, kwamba unapokuja ibadani usije katika hali ya kawaida, katika hali ya mazoea, katika hali ya kucha kama unavyokucha, kama unavyoenda mahali pengine popote. Uje ukiwa unamaanisha na kwamba unakuja kukutana na Mungu, na unapojiweka hivyo lazima unakutana na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Na katika hali hiyo ndio njia nyembamba. Leo ni Jumapili. Watu walikuwa makazini wiki nzima. Wengine walikuwa mashambani wiki nzima. Wengine walikuwa na shughuli mbalimbali ambazo hazisemeki na wala zielezeki. Wamechoka. Leo ni weekend ya kupumzika. Ni weekend ya kula bata. Kwa nini? Tumefanya kazi wiki nzima. Tunahitaji mapumziko. Lakini wewe uko mahali hapa na unatumia nafasi hii vizuri. Maana uko mahali hapa unaitafuta njia nyembamba. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uko mahali hapa na uko tayari kutafuta njia nyembamba, ukiambiwa toa mzigo, toa mzigo. Jina la Bwana libarikiwe. Roho Mtakatifu atasema na mimi. Neno likija, utajua huo ni mzigo wangu. Utoe huo mzigo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na hapo utaanza kuona mabadiliko. Utaanza kuona amani. Utaanza kuona furaha. Utaanza kuona hali ya ushindi mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Umechukua njia nyembamba ambayo imesonga sana. Tunapokwenda kufundishana habari ya kumtolea Mungu sadaka, ni jambo ambalo linaleta shida kwa wengi. Hata mimi ninaleta shida. Hata nilipokuwa nafikiria, baba anaponiambia utasimama kwenye neno, nikaanza kusema sasa nafundisha kitu gani? Nikarudi kwenye somo la kiongozi kalenda la leo. Liko hapa. Nitalisoma tu kwa kulisoma. Lakini nikakuta Roho Mtakatifu ananiambia ni wiki la pili la mafundisho ya kutolea Mungu sadaka iliyo bora, sadaka kamili. Nikapata shida. Lakini nikasema kama shida iko, maana Mungu anataka tupate kitu hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo tumeelezwa kwamba kwenye maandiko kwamba siku ya mitende. Jina la Bwana libarikiwe. Hata mchungaji alizungumza kwamba ningetamani siku ya Jumapili ijayo, maana leo kila mtu aje na mtende wake. Aje na jani lake, jani lolote, jani ile kama tiweko hapo. Tukiashiria kwamba leo ni siku ya mitende. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini siku ya mitende? Yesu anapopanda kwenda Yerusalemu, ndipo yuko na wanafunzi wake wengi. Wanaambia wanafunzi, nenda mbele katika kijiji tunachokikabili. Mtakuta mwanapunda na mwana wa punda. Mfungue huyo mwanapunda. Mtakapomfungua mwanapunda, wakiwauliza mnampeleka wapi? Waambie Bwana ana haja naye. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho kilichotokea. Swali la kujiuliza, punda alikuwa wa Yesu wala kwa wanafunzi wa Yesu? Punda alikuwa ni watu wengine. Lakini Yesu anasema mtamkuta amefungwa mwanapunda, mwana wa punda. Mfungue mlete. Ukiuliza sema Bwana ana haja naye. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu alikuwa anaashiria mamlaka. Alikuwa anaashiria ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanapunda ambaye Yesu alimpanda kwenda Yerusalemu, maana anajua anakwenda kuuawa. Lakini kinachotaka
kutokea ni kwamba ushindi unaanza kuinuliwa. Yesu anaanza kuinuliwa kwa ushindi, japo anakwenda kufa, japo anakwenda kuuawa. Na akasema ili mbegu iote, ili mbegu iwe na mazao mengi, lazima ife kwenye ardhi. Jina la Bwana libarikiwe. Unapopanda mbegu, unajua inaoza, lakini baada ya muda inaota, inazaa mahindi mengi, inazaa maharage mengi. Na ndivyo Yesu anavyojua kwamba msalaba unakwenda kumkabili, anajua kanisa linakwenda kuongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ishara ya kutoka pale anapotoka kwenda Yerusalemu, na wanafunzi waliomfuata walikuwa ni wengi. Badala ya huzuni, badala ya kufadhaika, maandiko yanasema wakakata matawi wakayatandika, wakachukua nguo zao wakazitandika. Yesu akapita kama mfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Japo msalaba unamkabili, kifo kinamkabili, lakini ushindi unatangazwa kwamba Yesu ni mshindi, Yesu ni mfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Nimeona makabila mengine, hasa wenzetu wa China, wakiwa na jambo au na kesi, yule ambaye ameona kwamba amemkosea Mungu au amemkosea mtu, utaona ananyanyuka, anakwenda kukata jani la kijani. Kule kwa kuna majani si wanahitaji, lakini akiwa huko atachukua jani lolote, atakwenda kwa yule aliyemkosea, atapiga magoti, atamkabidhi lile jani kuonyesha amani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kuonyesha amani, na kijani ni dalili ya ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa mahali tuko kwenye maombi kwa muda mrefu sana, tuko eneo hilo. Hapo wakati tuko kwenye maombi usiku ile ya saa 9, watu wawili wakaonyesha ndoto ya aina moja. Wanaonyeshwa juu ya mtoto wa mwenzetu mmoja ambaye tunaye pale. Wanachokiona kwa yule mtoto, hawamjui yule mtoto, lakini wanaonyesha juu ya mtoto wa mwenzetu yule naye. Watu waliona hiyo ndoto. Sasa tunapotafakari ni jambo gani hili? Na hiyo ndoto ilikuwa inahusiana kwamba yule mtoto anaonekana yuko mahali pakame, yupo jangwani. Wakina Yusufu walikuwa mahali pale, wakina Danieli walikuwa mahali pale. Hawa ndio wafasiri wa ndoto. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Wakasema huyu mtoto tueleze ana maisha gani? Yule ndio akasema ana maisha magumu. Amesoma lakini kama vile hajasoma. Ana degree kama vile ana degree. Hali yake ni mbaya. Wakasema tunaingia kwenye maombi. Tuliahirisha maombi mengine yote. Tukaanza kuomba juu ya ile ndoto. Tulianza kuomba. Tunaomba toba, tunaomba rehema. Tunaomba toba, tunaomba rehema kwa yule mtoto. Tulipokwenda kulala, tunaamka asubuhi na alfajiri saa 11. Kwenye maombi ya saa 11, karibu watu 3 wanasema tumeota, tunaona kijani kwa yule mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukamshangilia Mungu na kuanza kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie nifuatilie huyo mtoto mpaka hivi leo yuko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Sio hapa lakini yuko kazini, nimefuatilia. Kwa hiyo tunapoona mtende wa kijani ni ishara ya ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Inaashiria Yesu anapokwenda Yerusalemu ni mshindi. Haijalishi amekufa, haijalishi ametema mate, amepigwa mikuki, ameburuzwa, amepigwa fimbo mpaka damu zatoka mwili mzima, lakini ni mshindi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku hii ya mitende ina maana kubwa. Tuitafakari katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba kama kuna vita, manake mbele yako kuna ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Unapoona vita, una ushindi mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu ndivyo alivyokuwa anaona. Watu wengine walikuwa waona, lakini alikuwa anaona. Lakini waliokuwa wanafunzi wake waliona. Na ndio maana walimshangilia, na ndio maana wakakata matawi, wakachukua nguo,
wakachukua vitenge wakatandika chini. Yesu akapita juu ya vile vitenge kama mfalme. Jina la Bwana libarikiwe.